Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa, acha tuende tukasome kitabu cha Methali sura ya 18 mstari wa 21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Ndugu yangu mpendwa, unanisikiliza na unayesoma pamoja nami, tunaenda kuangalia kimoja baada ya kingine, tuangalie madhara yake. Ndugu mpendwa, katika vitabu vya Agano Jipya vinasema kwamba atakaye kupenda maisha na kuiona siku njema, azuie ulimi wake usinene mabaya. Bwana asifiwe sana. Na hii imesema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti inakujaje? Ulimi wako ndio unayofanya wewe kuweza kubarikiwa. Ulimi wako ndio utafanya wewe kuweza kupata maisha mabaya au mauti au fedhea au lawama au kitu chochote kibaya. Ni ulimi wako hasa utakapotumia vibaya. Ulimi uliumbwa ni kiungo kidogo sana, kiko kwenye mdomo, kiungo kidogo sana katika mwili, lakini ni kiungo ambacho kinabeba maisha ya kila mtu. Ni kiungo ambacho kinabeba utajiri wa kila mtu. Ni kiungo ambacho kinabeba uzima wa kila mtu, na ni kiungo kibaya ambacho kinabeba mauti, kinabeba chuki, lawama, fitna, unafiki. Ndio kwa maana Yesu alisema kwamba ni heri kusikia kuliko kuongea. Maana ulimi unaweza kusababisha familia kubomoka. Ulimi unaweza kusababisha ndoa kuanguka. Ulimi unaweza kusababisha nchi kupata matatizo. Ni ulimi. Twende kwenye uzima. Pale ambapo utakapotumia ulimi wako vizuri, ukiutumia vizuri ulimi wako, ndugu yangu mpendwa, utahesabiwa haki na utakuwa na uzima kabisa mbele za Mungu, na utakuwa na uzima hata kwa jamii yako, hata katika familia yako. Utapendwa na kila mmoja kwa sababu unatumia ulimi wako vizuri kushauria watu, kuhubiria watu neno njema kama hivi ninavyosema mimi hapa mimi napata baraka zangu kwa sababu utakapoona na kusikiliza vizuri na ukafuata na kuambia, pale tayari umeshaokoka. Ndugu mpendwa, dada yangu, kijana mwenzangu, baba yangu, mama yangu, tutumie ulimi wetu vizuri. Kuna wale watu ambao wanazaa watoto wao kisha wanawatungia majina, wewe mbwa, wewe sijui paka, sijui nini, kichwa kama baba yako. Hiyo yote ni ulimi. Unakiri. Hiyo unakiri, ulimi unakiri. Kwa hiyo fanya mema, sema maneno mazuri, na Mungu akubariki. Usiku mwema. Asante sana.